Haleluya. Nataka kuzungumzia kitu inaitwa majira ya Mungu ndio mazuri, ama ni majira ya Mungu ndio mema, ama wakati wa Mungu ndio mzuri. Wakati tunasema wakati wa Mungu, ukisikia wakati wa Mungu kuna kungojea, na wakati wa Mungu unapofika kuna mabadiliko inafanyangwa na Mungu katika moyo wa binadamu. Kuna changes ambazo Mungu anabadilishanga katika familia, kwa sababu kuna majira fulani imeingia ambayo sio ya kawaida. Kuna watu waamini tukiokoka maisha inakuanga rahisi. Kuna watu wanaamini wenye kwa wokovu maisha yenye wanapitia ni maisha mazuri, lakini ukiokoka ndio vita zinazidi kuwa mingi. Haleluya. Na tunapokaa kwenye wokovu tunakaa tukingoja majira ya Mungu yatufikie, na tunaombanga kila siku, kwa sababu ni maombi ya kila Mkristo majira ya Mungu imufikie wakati ambao unafaa. Sasa katika Bible maandiko inasema palikuwa mtu mmoja, ama palikuwa na sherehe ya Wayahudi, na Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na katika pale kuna birika ambayo ilikuwa mahali ambapo watu ambao walikuwa walemavu, viwete, watu ambao wana macho walikuwa wamekusanyika mahali pamoja. Kazi yao ilikuwa wangonjee ile birika itimbuliwe waingie, kwa sababu kuna wakati ambao malaika alikuwa anashuka anatimbua yale maji, na yeyote ambaye atakayetangulia kuingia alikuwa anapona. Kuna wakati ambao malaika alikuwa anashuka ananguza ile birika, yale maji yanatimbuliwa, na yeyote atakuwa ama yeyote alikuwa tayari kuingia mbele ya mwenzake alikuwa anapona. Kuna watu wengi walikuwa wamekaa mahali pale, wengine hawana macho, wengine hawana miguu, wengine hawasikii, kila aina yote ya ulemavu walikuwa hapo. Na maandiko yanasema kuna mtu mmoja ambaye alikuwa amekaa hapo kando kwa miaka 38. Na huyu jamaa anapojaribu kujiingiza, anapojaribu kujikokota aingie, anatanguliwa na marafiki zake. Haleluya. Anapojaribu aingie, wale wengine wanamtangulia. Nikiangalia hii maandiko niliona kuna roho fulani ilikuwa inatembea juu ya huyu jamaa. Kuna roho fulani ilikuwa ina spirit inaitangwa the spirit of almost there but never there. Huyu jamaa anajaribu kuingia, lakini bado anatanguliwa na maadui wake ama na marafiki zake. Haleluya. Na akakaa wakati ambao mwaka wa kwanza anatanguliwa, akakaa kwa mwaka wa pili anatanguliwa. Hakuna kitu ambacho kinamaliza Wakristo kama roho za kutanguliwa. Unakaa kwenye ibada, uliokoka miaka mingi, lakini haujui kuna roho ambayo ni ya kutanguliwa. Unapojaribu kufanya kitu fulani, adui yako anakuona anakifanya, unabaki pale pale.
unapojikokota unasema huu mwaka ni lazima nitaweka biashara, na unaenda pale unakusanya pesa yako, unaenda unafungua unaenda unakondisha, ukielekea kwenda pale Kamukunji ama pale town kufanya shopping, unaenda unapata mtu mwingine amemkutangulia mbele yako. Hii ni kitu ambacho imeua ndoto ya wana Kristo wengi. Ni kitu ambayo imeua ndoto za wana wa Mungu. Tulizaliwa tukawa na maono makubwa, maono ya kwenda mbali, maono ya kuhubiri neno, maono ya kuwa na familia kubwa, maono ya kuwa na magari kubwa. Lakini kuna roho ambayo ilitutangulianga ikatumbadilishia maisha yetu. Maandiko inasema na huyu jamaa akakaa kwa ile hali kwa miaka mingi. Malaika alipokuwa anashuka anatimbua ile mbirika, wale watu walio hapo karibu na yeye wakamtangulia wanaingia. Na huyu jamaa akakaa tu, alikuwa anakaa na kiomba maombi yake, kwa sababu alikuwa anajua kuna majira ya Mungu itakuja. Ijapokuwa kuna watu wananitangulia, lakini kuna majira na njua Mungu atakuja tu. Nitaendelea na kujikokota, nitajipea nguvu kusonga mbele. Hata kama walinishinda last year, hata kama watanishinda mwaka huu, lakini kuna majira iko mahali ya Mungu, naye Mungu atanifungua njia wakati wake. Haleluya. Na akakaa hapo, na siku moja Yesu akasema, na Yesu akashuka akienda ile mboga ya akienda ile sherehe ya Wayahudi, akapata huyu jamaa akiwa amekaa hapo. Naye alikuwa amekaa kwa muda ambao ni wa miaka mingi. Akamuuliza, akaona hali yake ni mbaya sana, akaona hali yake ni akilio, akaona hali yake ni nakaa mbaya. Akamuuliza, unataka kuwa mzima? Akamwambia, baba, ninapojaribu kujiingiza inatanguliwa na watu ambao siwajui. Inapojaribu kujiingiza inatanguliwa na hao watu wako hapa, mtu anapona. Inapojaribu kujiingiza, kuna watu wengine waliovateki blessings zangu, wanaingia mbele yangu na wanapona. Yesu akamuuliza, nimekuuliza unataka kupona asubuhi ya leo? Unataka kupona jioni ya leo? Unataka kupona mchana wa leo? Akamwambia, Mungu, inapojiingiza, inapojaribu kuamuka, wale watu ambao wengine wanitangulia. Akamwambia, leo chukua ngondoro yako na uondoke, kwa maana majira imefika. Chukua ngondoro yako uondoke, kwa maana majira imefika. Haijalishi ni miaka ngapi alikuwa amekaa. Akatanguliwa mwaka wa kwanza, akatanguliwa mwaka wa pili, akatanguliwa miaka 10, akatanguliwa miaka 20, miaka 30 akatanguliwa. Lakini asifiwe Mungu wa mbinguni, kwa maana miaka 40 haikufika kabla majira ya Mungu kukuja. Miaka 40 haikufika kabla majira ya Mungu kukua. Na akamwambia, chukua ngondoro yako na uondoke, umepona. Haleluya. Na jamaa akachukua ngondoro yake na kaondoka, kwa maana kuna mkuu wa wakuu, kwa maana kuna Mungu wa miungu ambaye ameshuka siku ile na akamuondolea ile situation. Akashuka wakati huo na akampanguza machozi. Na mimi ninakuambia leo hii, haijalishi ni hali gani unapitia, haijalishi ni wakati gani unapitia, lakini kuna majira ya Mungu ambayo ikushuka kwako inakubadilishia maisha. Kuna majira ya Mungu anaposema ndio, historia inaandikwa. Kuna majira ya Mungu inapofika leo, haijalishi wachawi, haijalishi waganga, majira ya Mungu ndio tunaomba leo. Majira ya Mungu ndio tunaomba leo, ituondolee kilio. Haleluya. Na maandiko inasema, na akaondoka, akachukua ngondoro yake na akaenda. Ile ngondoro alikuwa analalia,
akingojea birika inguzwe ili aingie. Itapokuwa kuingia kwa hiyo birika, walikuwa wanangojea aingie, lakini hakuingia kwa hayo. Alichukua magodoro yake na akaondoka, akaenda zake. Na mimi nakuambia asubuhi ya leo, chukua godoro yako uondoke, chukua godoro yako uondoke. Yule jamaa alipona baada ya Yesu kuingia, akapona. Baada Yesu kuingia pona, akachukua godoro akaondoka. Na mimi nakuambia mama uliye mahali hapa, chukua godoro umepona. Mzee uliye mahali hapa, chukua godoro umepona. Kijana uliye mahali hapa, chukua godoro umepona. Umepona, umepona. Familia yako imepona, watoto wako wamepona, jamii yako imepona, biashara yako imepona, magonjwa yote imepona, huduma imepona. Chukua godoro. Majira ya Mungu, majira ya Yesu. Haleluya. Kuna wakati ambao watu wa nyumbani ama maandui wanaangalianga tu hivi, wanasema haka kama mtu, wanasema huyu jamaa anatuambia nini? Huyu atafika wapi? Waambie kuna majira ya Mungu. Kuna majira ya Mungu. Yesu atakaposhuka, hapo hapo tu usitoke hapo. Hapo usitoke hapo. Hapo usitoke hapo. Kaa tu kwa hiyo maombi unaomba. Kaa kwa hiyo imani ambayo unayo. Yesu atakuja tu hapo. Yesu atakuja tu hapo. Hapo kwa hiyo kitu ambacho unataka kuanzisha, hiyo biashara, hiyo maono unataka kuanzisha. Kitambo ulikuwa unaamka mapema, kitambo ulikuwa mtu mzuri ambaye ulikuwa unafanya kazi ya Mungu. Au njui ulifanyika namna gani? Unjui kulienda namna gani? Kumbe kuna roho iliyoko ndani yako. Waliondoa ile roho ya kufanya kazi, wakaeka roho ingine chafu. Naye Mungu anasema, nitashuka asubuhi ya leo, na nitaondoa hiyo roho mbaya, na nitarudisha ile yangu nzuri. Hiyo roho ya kufanya kazi yangu mimi nitaeka, nitaondoa ile mbaya ambayo ni ya kulengea. Maandiko yanasema na Yesu aliposhuka, huyu jamaa akapona, huyu jamaa akapona na akaanza mwanzo mpya. Kuna watu wataanza mwanzo mpya. Kuna watu watapata baraka mpya leo. Kuna watu watapata baraka mpya leo. Tunapoingia mwezi wa 7, haitakuwa kama ile zingine. Tumeteseka mwezi wa kwanza, tukateseka mwezi wa pili, tukateseka wa 3, wa 4 tunalia, wa 5 tukalia, wa 6, lakini imebakia mwaka uishe. Mungu atupanguse machozi. Haleluya. Majira ya Mungu ndio mazuri. Wakati wa Mungu ndio mzuri. Ukisoma kitabu ya 1 Samuel, Mungu anaambia Samuel, Mbona unabishana na huyo Sauli? Mbona unabishana na Mungu akamwambia Samueli, hata lini unamulilia Sauli? Hata lini unamulilia Sauli? Wakati ambao nimemkataa asimiliki ama asitawale watu wangu. Kwa nini unaendanisha na huyo mtu? Utamulilia hadi lini? Utamulilia hadi wakati upi? Kwa nini unakaa mahali pamoja hapo? Kwa nini unaandamana na huyo jamaa? Kwa nini unamulilia Sauli wakati nimemkataa asimiliki ama asitawale watu wangu? Wanaweza siwe sana. Na maandiko yanasema Mungu akamwambia Samueli, ijaze pembe yako uende kwa Yese, kwa maana nimejitwalia mfalme hapo. Ijaze pembe yako ya mafuta uende katika familia ya Yese, kwa maana nimejitwalia mtu hapo. Wanaweza siwe sana. Majira tu kwa Daudi inamtafuta. Majira tu inatafuta Daudi tu. Wanaweza siwe sana. Majira tu inamtafuta tu. Maandiko yanasema akamwambia, chukua pembe, unjaze mafuta na uende katika familia ya Yese, kwa maana kuna mtu nimeona hapo ndani anahitaji majira. Kuna mtu ako ndani ya familia ya Yese anahitaji majira. Kuna mtu ako kwenye hii Gate of Joy anahitaji majira. Kuna mtu ako mahali hapa, Mungu anasema enda Gate of Joy, kuna majira iko
hapo. Kuna mtu anadeserve Majira, alinitumikia miaka mingi, anadeserve Majira. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Samueli akachukua pembe lake, na before aondoke akauliza Bwana, na Sauli akisikia habari hii si ataanza kuniua? Akamwambia usifadhaike, nitakuonyesha jinsi utakavyofanya. Mungu anapokuita acha kujiuliza watoto wangu watakula nini. Yeye ataleta chakula. Watasoma namna gani? Yeye ataleta school fees. Utasurvive namna gani? Yeye atajua jinsi ya kusurvive. Akamwambia ondoka, chukua dhambi fulani uende ukatoe. Na alipochukua kaenda, akafika kwa ile familia, akatoa ile dhambi. Maandiko yanasema alipofika akaita Jeze na watoto wake na wazee wa kijiji, wakamuuliza, wakaanza kutetemeka, wakamuuliza, umekuja kwa amani? Je, umekuja kwa amani? Je, umekuja kwa amani? Kuna watu watakuona wakuuliza, umekuja kwa amani? Umekuja kwa amani kweli? Kwa sababu kuna ile mafuta ya Samueli, kuna ile mafuta ya Samueli ilikuwa juu yake. Wakaona mtumishi wa Mungu, ni nini imetendeka huko? Akamuuliza, utakuwa umekuja kwa amani ama tumekosea nini? Na Samueli akawaambia hivi, nimekuja kwa amani, nimekuja kumtolea Mungu dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja kumtolea Mungu dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Majira tu ikitafuta mtu, Majira tu ikikutafuta, Majira ikitafuta mtu, haijalishi uko wapi. Acha nikuonyeshe Majira iliingia kwa familia ya Jeze, ikatafuta mtu hadi ikampata kwenye msitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maandiko yanasema Samueli akafanya hayo alivyosema Bwana, naye akasema, naam, kwa amani nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa wana wa Yese. Ikawa alipokuwa Eliabu akamwambia, akasema, yamkini Masihi Bwana yupo mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokuwa anafanya yale mambo, akaanza kuangalia watu, kwa maana ile pembe ilikuwa imejawa mafuta, na Mungu alikuwa amemwambia, enda katika hiyo familia ya Jeze, kwa maana nimejitwalia mfalme huko mwenye atakuwa mfalme mwenye atasimamia watu wangu. Haleluya. Na akaingia katika ile familia, akatoa dhabihu na akaanza kuangalia watu. Maandiko yanasema, na huyo jamaa mmoja anaitwa Eliabu akasema, yamkini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usitazame mtu uso, usiangalie mtu kimo chake, kwa maana unapofanya mambo hayo utakosea. Mungu akaambia Samueli, utakapoingia katika ile familia ya Yese, utapata watu wakubwa kama ni kimwili, utapata watu wasomi kama ni kusoma, utapata watu wako na cheo kama kuna cheo, utapata watu wa kila aina. Lakini usiangalie uso wa mtu, usiangalie kimo cha mtu, kwa maana binadamu anaangalianga sura, binadamu anaangalia kimo, binadamu anaangalia masomo. Akamwambia usitazame vitu kama hizo, kwa maana Mungu angalia kama binadamu. Vile binadamu anaangalianga si vile Mungu anaangalianga. Mungu wetu anaangalianga tofauti. Haleluya. Na akaingia mahali pale, akaanza kuangalia wa kwanza, akaanza kuangalia wa pili, na ile mafuta ikakataa kutoka, kwa sababu kuna watu, maybe Jeze alikuwa nadhani ni hao watu wake, hao watoto wa kwanza. Maandiko yanasema akapitisha mtoto wa kwanza, akapitisha mtoto wa pili, mtoto wa tatu, hadi watoto wake wote 7 wakapita mahali hapo. Lakini yale mafuta yakakataa kutoka, kwa maana katika ile jamii, katika wale watoto walikuwa mahali pale, hakuna mtu Majira ya Mungu ilikuwa imemfikia. Bado walikuwa wamekataliwa, Majira ya Mungu haikuwa imewafikia. Mungu akasema usiangalie maisha ambayo tunakataa, maisha ambayo
tunaishi leo, kuna watu ambao wanakuangalia, wanaanza kukunjanji, wanaanza kukuhukumu, wanaona kimo, huyu hajasoma, huyu amesoma, huyu kwa tunakunjua.